nini, yani like wewe hata unanga furaha ya maisha, hata unasikia anga kukufa. Yani hata mtu atokea kuambia atakuwa, wewe hiyo utakuwa furaha yako kwa sababu hii maisha imekupo. Nataka nikwambie kitu fulani hapa ndugu yangu ama dada yangu. Kuna kitu moja ninajua kuhusu Mungu. Na mimi sijakuja kukupea hadithi za Mungu mingi. Nitakwambia kitu moja ambayo ukijaribu tu utakuja kunipa majibu. Uko hapo umejaribu hizi vitu zimekataa kufanyika. Manzi, try this. Jaribu hivi. Enda. Make an appeal to God. Haidi Mungu kitu. Kama ni pesa haupati na unahitaji pesa, genuinely promise God that when you will get this money, you will do this, you will do this, you will do this. Like ukipata hiyo pesa, ambia Mungu nikishapata hii pesa nitafanya hivi na hivi, nitakutolea hiki. Another thing, you can make an appeal. Kama uko kwa situation mbaya sana na umeshindwa kutoka na una matumaini ya kutoka na umezama ndani yake, fanya hivi. Ahidi Mungu, mwambie Mungu ukinitoa katika hii sehemu, kwa kweli mimi sitosahau mema ulionitendea. Sitosahau kufanya hivi na hivi ndani ya kanisa lako. Sitosahau kubadilika na kuwa mtu mzuri. Sitosahau kutenda mema kwa watu wengine kwa sababu umenitendea wema. Ni ngumu lakini ila kubidi. Nimewahi kujipata kwa situation mbaya, sijui nitatokaje, sijui nitaondoka katika hiyo sehemu aje, lakini once I make an appeal to God, mambo ni ngumu kuelewa lakini hii ni reality. Ukitaka kutoka mahali, sasa nikupea mfano. Kuna bibi yako hapo, saa zingine ndio ufanye naye kitu, lazima umwahidi bibi, nilikuwa nataka tufanye hivi, ile pesa yako tuunganishe na pesa yangu na mimi nitakufanyia hivi. Haizi kataa, mimi natakataa. Lakini unataka Mungu akusaidie for nothing. You want God to help you for nothing. You want God to remove you in that bad situation for nothing. Why? Pia kwa ufalme wa Mungu kuna vitu tunatakiwa tuzifanye. Unataka bibi? Kama mimi Mungu nataka bibi. Mungu naye ananiambia nataka bibi alafu nikupea bibi. Huyu bibi yangu Mungu atakuwa sababu ya mimi kutokutumikia. Unaona kuna kitu ina make sense. Huyu bibi yangu hawezi kuwa sababu ya mimi kutokutumikia, kwamba akija atachochea imani yangu kwamba nitakuwa na kutumikia. Unataka mtoto? After nimekupea mtoto, huyu mtoto wangu nitampeleka mahali. Kama Sara aliomba mtoto wake akaahidi Mungu, huyu mtoto ukinipea atakuwa anakaa katika madhabahu. So pia Mungu anataka kuahidiwa, na once ukimwahidi Mungu, Sara alikuwa na miaka mingi sana, lakini once alijua kuahidi Mungu kitu, ndio Mungu alimpea mtoto. Alikaa sana kwa uchungu mwingi, lakini wakati alimwahidi Mungu ukimwahidi anafanya kwa haraka sana, na usipofanya kile umemwahidi anakiondoa kwa haraka sana. So usikuwe na haraka ya kumwahidi Mungu na utafanya. Ahidi Mungu kile kitu unaweza kuafford. Kama unataka pesa, ahidi Mungu ukinipea 100k nitatoa pesa fulani, ile pesa ambayo inatosha na moyo wako. Usimwahidi Mungu kwamba ukinipea 100k nitakupea 90% na uwezi. Kama ni 5%, mwambie nitakupea 5%. Na si unapeleka church mahali inasaidia watu. So my point is, kama uko kwa situation mbaya yenye unapitia, wewe ahidi Mungu utamfanyia kitu, na niko
show by like siku 3 hivi utakuja hapo kwa comment section yangu na utakuja kuniambia mtumishi wa Mungu nimefanikiwa na kitu fulani. Sijui imeenda. Lakini mimi nitakuwa nasoma. Nikisoma tu hivi urudingi unaangalia kitu nimekwambia. Nitakuwa nimekwambia tu usisahau ile promise you make keep. Try to keep the promise that you made. Okay? So guys, I love you so much. Mafans wangu wale wa YouTube, naona bado tunasonga, Facebook bado tunasonga, TikTok, Instagram wapo. Na ungetamani pia kunipata, tuongelelee kuhusu jambo fulani kwa ajili ya kujengana, aidha kimaisha, kimawazo, kindoa, kifamilia, kinini. Unaweza ukanipata, namba yangu iko kwa bio. Hapo tunaweza tukapatana anywhere.